J-Uli6 kwenye Talk ndani ya studio, na karibu tena kwenye gumzo. Na kitu nataka kuguzia ni kuna kitu wase usema tu, kuna wase tu wase uongelelea ya though pia ni wahenga, alafu sasa tuka carry on forward. Sasa wenye ulisikia wahenga hakutano wagenge, wewe sasa wahenga bado anafuatilia story. Ni kuna tusema mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, na mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Sijui mwenyewe ukijiangalia tabia zako, ama mwenyewe ukiangalia life yako ina reflect. Yani ukijiangalia tu venye ulikuwa sikanga kwa report card, kuna hizo assessment. Wewe mwenyewe ukijiassess na ujirate tu tabia zako ni venye ulilelewa, ama kuna vitu tu umeokota along the way, ama pia kuna vitu umepunguza along the way, ama kuna vitu umeongezea along the way. So I don't think mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Maybe akiwa wadogo pale akienda kwa wenyewe, maybe umeweka mkate hapo, mtu anaanza kukula mkate hapo, mko kwa TV mna watch news watu wazima, na mtu yeye anaenda amezima TV. But hii sasa sana sana ni once umefika miaka 18, I don't think life yako ina revolving around effort wazazi wako waliput into your level of how you carry yourself, ama venye unajibeba. So it's more or less than the same. So it is the same thing. So maturity is a choice, na ni choice una make daily yani. Yeah, kukua mature ni kama venye tu unasema unaamka asubuhi leo, una choose ku breathe. Because unaweza jifunga masikio useme you breathe, hapo ndio umemaliza mwendo. But maturity ni something una choose to almost kwa kila interaction, kwa kila every single step you do in your life yani. Una choose to, it's a choice you make every day yani. Na pia integrity in the same thing. Na nikiongelea kikam kwa biz, kwa biz sasa kuna weza kuwa wewe kwa biashara inakuanga tu side mbili. Either wewe ndio client, ama wewe pia ndio mwenye biz. So maturity ya client na wale wase mse unaweza lipa, umelipa mse, umenini na simu na M-Pesa, kutoka hapo ndo na reverse. Hiyo sasa unaweza sema ati mtoto mleavyo ndivyo akuavyo, sababu sasa unaanza kublame wazazi. Cause I don't think unaweza, sijui, na hii ni kitu niliona hadi kwa podcast fulani hata sasa kuisema ya mjamaa ameenda studio, mwenye anahost show anasema huyu jamaa alikuwa ananuka jasho. Then follow up, sikuona hiyo video chenye niliandaa kunini, mjamaa tena anaanza kuongelelea wazazi wa the guy, ati wazazi wako wangekuwa wamekunini your mom this, your dad nini, sitakubaby juu misi. Unaona kama unachekio kitu na realize. Sasa kaa se wawili, the moment una mention mzazi kwa conversation ama kwa disagreement, naweza kuwa nimekukosea, but the moment unaingililia unatusimse na mzazi wake, ama unamwambia venye mzazi wake hakuweka effort. Though kuna vitu unaweza cheki tu wenyewe hapa. Basi sasa ikikam kwa jasho, alafu sasa unasema wewe utambembeleza sababu mamake the guy is old enough yeye mwenyewe kukuwa na wife. Sasa wanaume kama ameoa akianza kukatakata weight kidogo, ndio unasikia msichana anaulizwa kwani uliishi bwana? Yeah. So kucheki mjamaa wako in his 40s akibashi msadi, anaanza kusema akiingililia mzazi, ndio anashindwa. Inafikanga level fulani aje hadi waleo hadi msee, regardless mtu ashafika over 25, bado unasema ati mtoto mleavyo ndivyo. Kwa hizi tabia uko nazo ni juu ligro hivi. Ikika maybe kwa morals, probably not. But sana ikikam kwa morals na ile respect unapea wasee, hiyo tu ndio nasema. But any other, juu hakuna msee perfect, any other imperfections msee, then usianze sasa kukani kama una pinpoint sasa ati wewe
Na imperfections hizo sasa, hizo vitu za kureverse do, hiyo ni upuzi, hiyo ni ujinga. Haita umse fala, acha kusema ati we sasa. Ambia msee kama ananuka jasho, ambia tu msee ni aje kiu brother, ita mtu kando, si lazima ushautie Kenya nzima. Kenya sijui tuko 50 million, umepatana na msee, inakaa sasa yani dunia nzima tukae chini tukusikize hadi kwa saizi tunakuongelelea ati juu msee alikunushia jasho kwa mapua. Na ni msee tu unaweza ita msee akiwa best yako, a true friend, kitu unaweza sema ni ukiwa tu one-on-one na msee hata kucorrect msee, ni kuna vitu tu unaambianga msee, hata si lazima uiseme. Kila msee akisikia unamwambia ni aje, kwani umetoka wapi, isuruke tu pale nini, hadi tao kuna hizo manini wase wake wenye wana cycle place yenye unaweza enda uache baiskeli. I guess saizi hata Nairobi sha advance to that extent design, unaweza enda mahali ulipe 10 bob, hadi hata hizi za iko show iko nini, wapena 10 bob, unaingia shao, unapiga nini, unarudi, ambia msee ni aje, keje yako kama uko free, unaweza ambia msee ni aje, suruke tu pale. Naona ni kama hauko fiti, siku baya, but ruka tu pale unini, alafu hivyo sasa. Kiu brother, kama ukiwa big brother, small brother, kuna vitu hizi ziweka hewani kila msee aone. So maturity ni hivyo, nasema kikam kwa biz ni hivyo, ku reverse do. Ingine usipige biashara na msee, then ukikosa kuelewana naye bei, then kidogo anza kuenda ukimharibia jina. Though at the end of the day ni wase ubash iPhone. Niona pia wakisema iPhone ni kama wase uone kama iPhone ni kila kitu, au mwanaume pia kama una iPhone huwezi katia mademu mwingine, but as much as wase wa Samsung wase wa Samsung oye, iPhone tu itabaki kuwa iPhone tu, na bei yake itabidi kutukua bei yake. Hiyo tu ndio target nini yake. So kama ufiki do ya hiyo nini aituma, then ni hivyo tu. Kama ufiki bei ya certain stuff tu, acha tu nayo. Haina haja tena waanze kusema ati hawa acha tu nayo. Ingine ni relationship, kwa maturity za choi relationship sasa ni zile yes, hapa ndio unasikianga mapenzi around dunia. Hiyo inakuanga very very hot ground to walk in, juu ya relationship mingi zuwe ni sababu tu immaturity. Marriage mingi zuwe ni sababu immaturity tu, cause inaweza kuwa ni this and this and this and this, but bottom line ni mbona mnashindanga tu mkikosana, nani ako immature Mungu mwingine. But hii life yenye iko na venye society iko, ukideal na msee immature, hadi wewe mwenyewe unakanga immature. Nikideal na wewe na uko immature, ukideal na mimi niko immature, ama this person and this person akideal hawa na hawa kwa huyu, cause kila kitu inakuanga reaction, iko na reaction. Ndio hivyo. Ukileta immaturity kwa situation serious, huwezi expect this person na kutolerate. Cause unasikianga hapa naleta mchezo kwa kazi. Like kuna unseriousness fulani ukiweka kwa situation, ikuwe ni kama hiyo situation na nini, then usianze kama though nyi wote sasa inaenda mnakuwa tu level moja. Ukicheka kwa serious situation na mwenye akue kando akwambie ni aje, wacha kucheka. Mwenye anaongea uko mbele unasikianga nyi wawili acheni kuongea. Kwangi nyi wawili ule immature ache kuongea. Ni nyi wawili mwache kuongea. But every day to day life ni the same. Immaturity iko kila, ni choice tu una make tu. Choice tu wewe mwenyewe tu choose yani kukuwa na integrity, choose wewe mwenyewe choose kuwa tu mature na chenye unadu. Sasa hii dunia venye iko, definitely una advise msee, unaweza kuwa una advise msee kitu itamsaidia, but yao ni hivyo. Sasa hata kuandamine au ni akuonyesha venye pia ni mwanaume. Ni life venye iko, ni maisha venye iko. Na that's why sasa unasikianga hadi nimeandika hata rules 48 laws of power. Sasa ndio usue outshine your master, because sometimes inaweza kuwa ni not necessarily unajua mali, like unajua chenye huyu msee ako above you, uko na akili kumliko, but sometimes ni wisdom inaweza kuwa ako more wise kunini. So any correction yenye inakamia wewe msema, sometimes iangalilie tu from point of view ya the other guy tu. Ukiona from the point of view the other guy, huyo msee ndio ni maturity na lack, wewe kwa the bigger person tunawaka wewe. So maturity is a choice na make to every day kwa kila kitu yenye unadu. Na inakaanga tu hiyo story za upangwingwi, wewe piga shughuli zako venye unataka, but ukiwa in a situation yenye
Unasikianga ati yani mkuki kwa nguruwe, hiyo wewe unaona unaua nyama, lakini kwako ndio uchungu. Kwa nguruwe si uchungu. Ukiwa sasa the other side of the nini, wewe sasa ndio una receive, una deal na watu. Mnaamua mpatane 6, yeye anakaa anakuambia ako kwa barabara na hajafika. Trust me, venye kikamu kwa stories za kusema maturity is a choice na msee anafaa kumake kila siku. Utagonga like. Utagonga like. Yeah, unless u deal na situation yenye umepeleka OC, uko na relative ni msick, na probably the guy mwenye unajua semanga watu wameweza KCSE 2015 hakuna kitu watu walidu. Ni up to you wewe mwenyewe pia uaso do zako wataka kujenga, alafu unapea watu material, unapata ule fundi mwenye anajenga hapo. Papari ndiye shule alikuwa anaingia na Mokenya. Uende OC uende kufanyiwa hata maybe unangolewa meno, na probably mwenye ananini hapo ana hiyo the same maturity na integrity na kunini, ndio kio kuramba hadi unaelewa wenyewe. Advocate sometime for integrity na maturity kwa kila kitu unado, cause ikianza kuku affect na affecting tu kila nini. Kuna wase wanaenda OC, unapeleka mgonjwa anakuwa misdiagnosed, anapewa dawa kidogo, kuna kitu ilisaulika ndani kidogo, unaenda kunazika your own relative sababu kuna mtu tu alifungua tu mdomo tu na akafunguanisha tu atoe tu anything yenye tu yenye inakaa kwa akili, hata bado na hiyo decision moja hivi ina affect wase. Yeah, ina affect wase. Umegraduate, umesoma, but sometimes kusoma imaanishi umesoma field yako na life venye iko. Hakuna masomo ya life venye iko. Hakuna masomo ya life. Unaweza kuwa wewe ni graduate but umefanya architecture, but tukiongelelea vitu za video, nyamaza, hujui video. Unaweza kuwa umeongelelea mambo umesomea vitu za nursing, sasa vitu za dentist hujui. Unaweza kuwa wewe ni dentist but huku nje unajiita daktari. Unafika home unaanza kumedicate wase na kuwapea madawa zenye hata haziko, kidogo unaua relative wao. Don't do that manze. Wase wakuwe tu machua. Chenye unadu, embrace chenye unadu, mkuwe tu machua na integrity yako tu ikuwe top notch yani. Ni yako sasa. Baadaye.